Picha yetu tunaianzia chumbani. Kuna dada yuko hapa, lakini wakati yuko kitandani anasikia kuna sauti za watu nafanya mapenzi katika chumba cha jirani. Hii ni nyumba yake, ikabidi atoke aende mlangoni kusikiliza. Je, hizi sauti zinatoka wapi? Bwana, sauti za miguno zinaendelea kweli kweli. Yaani inaonekana wanafurahia penzi hao watu ambao wanafanya katika hiko chumba. Lakini baadaye ajabu, katika kile chumba akatoka mume wake. Dada alisikiliza hadi akapitia usingizi hapa maskini. Mwamba anakuja hapa, ikabidi amstue. Wewe hebu kwanza amka. Akasema samani, hivi nilikuwa nasikia sauti za watu wanafanya mapenzi. Hebu niambie nini kilikuwa kinaendelea huko? Akaambia ina maana unashangaa? Hizo sauti maana yake ni kwamba nilikuwa namlizisha vizuri mwanamke, kwa hiyo ule utamu ndio unamfanya aweze kutoa sauti. Wewe si hawezi kufanya mapenzi, nitaendelea kuita wanawake wengine humu ndani hadi mwisho wa maisha yako, umeelewa? Jamaa katoka. Dada imemuuma sana hii. Ni mume wake wa ndoa, lakini ndio hivyo anamsaliti ndani ya nyumba yake. Lakini ilikuwaje hadi amefika hapa? Bwana, siku ya kwanza kuna mwamba huyo hapa anaitwa Chaza. Alikuwa anambia rafiki yangu umeoa lakini bado unaendelea kuchiti. Inamaanisha nini? Akisema rafiki yangu huyu binti ni pumbavu. Akisema unajua ile binti ametoka kijijini, kwa hivyo lazima umfundishe. Akasema nimfundishe kitu gani? Mwanamke hawezi kufanya mapenzi yani kila kitu hovyo. Akasema ni kweli, lakini inawezekana hajazoea hayo mambo. Akasema bwana, mimi nahitaji mwanamke ambaye anaweza. Sasa yeye hata kunyonya nini haiwezi. Hii mambo gani? Bwana, rafiki yake akawa anacheka. Yule bie ameolewa kutoka kijijini, kwa hivyo kuna mambo mengi ya mjini hayawezi. Hata kunyonya koni hawezi. Leo anarudi kazini, anataka kumkumbatia, akamwambia no, nimechoka, hebu naomba uniache kwanza nipumzike. Akisema baby, unajua leo najua umechoka, umefanya kazi siku nzima, kwa hiyo nimeandaa maji ya baridi mazuri tu ili mradi ukioga mwili wako uweze kutulia, alafu baadaye nikupatie chakula kizuri. Akisema hivi, wewe una akili timamu? Mbona sikuelewi? Akisema jamani, kwani shida iko wapi? Ni maji ya baridi. Akasema wewe ni kichaa. Yaani mimi tangia lini narudi hapa alafu naoga maji ya baridi? Hivi na kichaa? Nimetengeneza system ya maji ya moto alafu unaniambia ya kwamba umeandaa maji ya baridi. Hivi una akili timamu? Lakini baadaye alitengewa chakula hapa. Akasema hebu niambie mume wangu, chakula unakionaje? Chakula ni kitamu. Bibi katika upande wa mapishi yuko vizuri kweli kweli. Anamwambia kula, akasema sawa. Chakula umepika, je kiko kingine? Akasema hata usijali. Yaani ukimaliza hiko kama hujashiba naenda kuandalia chakula kingine. Akasema sawa, hiki ni kizuri. Dada kwenye pishi yuko vizuri, lakini maeneo yote ya kitandani kiukweli ni sifuri. Leo yuko hapa anamsubiri mume wake aje. Leo amejiandaa vizuri ili mradi kumpatia penzi mume wake, lakini mchizi alipofika hapa ajabu akamfunika sura, alafu akavua nguo yake akawa anafanya naye mapenzi. Yaani anafanya mapenzi na mtu hataki kumwangalia hata usoni. Akaja kwa rafiki yake, akasema kiukweli jamani, mimi nimechoka kabisa na hii ndoa. Akasema jamani, mbona ndoa ni changa? Akasema lakini kwa haya ambayo anayafanya mimi siwezi rafiki yangu. Yaani katika maisha haya ndoa mimi nateseka sana. Akamwambia shida iko wapi? Anasema yaani mume wangu kila kitu ananikaribia, alafu kitandani tunafanya mapenzi hata hataki kuniangalia. Akasema we, mbona hiyo ni ajabu sana. Ina maana mnafanyaje mapenzi sasa? Akasema ndio hivyo, yaani ziba sura ndio tunafanya mapenzi. Yaani nitaki kuniangalia wakati wa tendo, ina maana mimi ni kama kinyaa kwake. Rafiki yake anashangaa, asema jamani, hiyo inawezekana vipi? Akasema ndio hivyo, yaani huwezi amini, sura yangu hii hawezi kuiona, alafu ananiingilia kwa nguvu kama vile anafanya mapenzi na mtumwa. Kiukweli mimi nimechoka. Lakini leo mchizi amekuja na rafiki yake hapa Chazi. Mwamba anaitwa Eric. Dada anafika hapa Gift, anamkumbatia, akasema usinikumbatie, kwanza kuna mgeni. Ikabidi wasalimiane, shemeji habari yako, karibu sana nyumbani kwangu. Lakini mchizi kama kuna harufu kaisikia, akasema asante shem, kweli nimefurahia. Akasema basi sawa, karibu, mimi ngoja nikaandae chakula. Mchizi akamuita, hebu njoo, hebu niambie, tangia asubuhi hadi saa hizi umeoga? Akasema kuoga, nilikuwa na kazi kidogo, nitaka nikimaliza hapa ndio niende nikaoge. Kwani shida iko wapi? Akasema sikia, unanuka sana kiukweli, naomba ukaoge. Yaani unanuka sijawahi kuona. Hivi kwa nini unakuwa mchafu kama hivyo? Kumbuka yuko na rafiki yake pale. Dada ajisikia vibaya maskini. Hata mchizi amejisikia vibaya. Ikabidi dada azuga, akamwambia shemeje, nakuja sasa hivi, ngoja nikaandae chakula. Alipotoka chizi akamwambia rafiki yangu, umefanya makosa sana bwana, haiwezekani ukamtukana binti kama hivi. Kiukweli amejisikia vibaya, hata mimi nimejisikia vibaya. Mchizi hata kuelewa hajaelewa. Lakini leo ni usiku, Mwamba amelala kitandani. Dada kaona bwana
leo isiwe kesi. Hebu ngoja kwanza nimuulize. Ikabidi amstue. Hello baba, amka. Jamana amka. Anambia samani, naomba nipate muda kuongea nawe. Akasema uangalisa pale, muda umeenda alafu unaniamsha. Akasema ndio, lakini dakika 5 tu mimi nahitaji nizungumze na wewe. Sitapoteza muda wako, please. Naomba sana uamke basi. Mchizi akamwambia ongea na kusikiliza. Dada akasema hebu niambie mimi kosa langu liko wapi? Mbona kila siku unanikaripia? Hebu niambie basi nakosea wapi? Mchizi akasimama akamwambia sikia, kosa lako ni kwamba kwanza huwezi kufanya mapenzi, alafu unanuka kila wakati, hujisafishi. Pili, haupaki makeup, minywele hauweki hata wigi. Kikweli nakosa hisia na wewe hata ninapokuwa kitandani. Hayo ndio makosa. Lakini kwa nini hampeleki katika sehemu ambazo wanaweza wakamtengeneza vitu kama hivyo? Leo ni siku ya 3 hajarudi nyumbani. Dada usiku wa manane anapiga simu, lakini simu haipokelewi kabisa. Ni mume wake wa ndoa, ametolewa kijijini kuja mjini. Asema kiukweli hii ndoa, na kama maisha ya ndoa yako hivi, mimi naelekea kukata tamaa. Haiwezekani nikawa naishi na mwanamume wa namna hii. Ameondoka bila hata kutoa taarifa. Siku 3 baadaye anarudi na mdada hapa nyumbani. Dada kamuuliza mbona walikuwa patikani? Akisema ona kichaa, badala ya kunikaribisha unaniuliza tena maswali. Akisema ndio lazima nikuulize. Akasema sikia, ujinga wako na upumbavu siutaki. Dada akamtazama akasema sawa, huyu ni nani? Akasema huyu ni rafiki yangu, lakini atakuwa ni mwalimu kwako, nahitaji kufundisha Kiingereza. Akasema we, mbona alikuwa anakuangalia kimahaba? Yaani unamtazama mume wangu kama hivyo alafu unasema ni rafiki. Akasema ona tatizo gani? Nimekwambia huyu ni mwalimu, anataka kuja kufundisha hapa Kiingereza kwa sababu unaongea kipumbavu lugha ya kijijini, mimi sipendi. Dada ikabidi atoke, lakini huku nyuma si mwalimu huyu, ni mpenzi wake, kwa sababu walikuwa wanashikana kabisa. Dada amefika hapa anawaza kweli kweli. Anasema huyu mwalimu anakuja kunifundisha Kiingereza, lakini je, mbona wanashikana? Bwana, hii ni hatari. Leo aliyesemekana mwalimu ni huyu hapa, anaitwa Oliver. Akamuita Jefti. Bwana Jefti anafika hapa, asema sikia, kaa hapa chini uniangalie jinsi ambavyo mimi najitengeneza hapa. Akasema ina maana unanifundisha makeup? Akasema ndio, kaa hapa chini. Dada akafurahi kwa sababu anatamani sana ajifunze makeup, ni kitu ambacho mume wake anapenda sana. Akasema sasa angalia jinsi ambavyo nimefanya, alafu na wewe giga vile ambavyo mimi nilikuwa natengeneza, umeelewa? Ikabidi amuelekeze namna ya kujimake up hapa walau apendeze. Kiukweli amemfurahia japokuwa alikuwa ni adui yake. Lakini leo rafiki yake anakuja hapa, anasema inawezekana vipi anaingia mwanamke katika nyumba yako? Akisema huyu ni mgeni. Akisema mgeni kitu gani? Rafiki yake akaenda kumshushia lawama huyu dada. Akisema no, usije ukafanya vurugu. Akasema haiwezekani, anakuonea wewe kwa sababu mdogo wangu hauongei. Hata sikia wewe malaya, hii nyumba ya mwanamke ambaye ameolewa. Akasema naomba ujiheshimu sana, mimi nimefika hapa kwa kazi maalum. Akasema kazi gani unafika hapa? Kutembea na mume wa rafiki yangu? Bwana, ugomvi ukawa ni mkali kweli kweli kati ya mgeni huyu na bibie Oliver. Lakini huyu dada ana urafiki sana na Jefti, kwa hivyo akaona kama vile rafiki yake anaonewa. Kaja hapa amekasirika kweli kweli. Asema mke wangu umefanyaje? Akasema haiwezekani, rafiki yangu anaonewa alafu mimi naona macho yangu hivi. Akasema lakini ile ni maisha mengine. Akasema hakuna cha maisha mengine, yaani mume wake anamdharau kiasi kwamba anaingiza mwanamke mwingine alafu yeye afanye chochote. Oliver yuko hapa, asema jamani, ameniumiza sana, yaani kama atarudi tena mimi niko tayari kuondoka. Kidogo bibi Jefti anafika hapa. Alipofika ikabidi apige goti moja kwa moja. Akasema mume wangu, naomba unisamehe sana, unajua rafiki yangu huwa ana paniki mno, kwa hivyo amenionea huruma, ndio maana yote yametokea haya. Mchiza asema una kichaa, uone jinsi ambavyo amemjeruhi mke wangu, ina maana hauna akili timamu kweli. Alimtambulisha kama mwalimu lakini leo anamuita mke. Bwana, hii ni hatari. Dada anaomba kweli kweli, naomba unisamehe mume wangu. Ikabidi mwamba mfukuze hapa. Akisema unanifukuzaje? Naomba unisamehe. Akachukua na kiatu na kumpiga hapa, lakini dada naomba msamaha kweli kweli. Usiku hapa akisema mume wangu, najua nimekosea na niko tayari kupata adhabu yoyote. Yule dada Oliver aliniambia kwamba nyinyi mnapenda usiku tuwe tunawakatikia. Sasa leo niko tayari kufanya hivyo. Akasema acha upumbavu wewe, mimi bado nimeukasirikia. Akasema mimi naweza, amenielekeza jinsi ya kukatika na kucheza kama hivi, kwa hiyo usiku leo nitakuchezea hivi ili mradi uweze kunisamehe mume wangu. Chiza akamwambia sikia, mimi nahitaji utoe katika kichumba. Akasema hiyo ni adhabu au? Akasema ndio, kama unataka nikusamehe toka katika hiki chumba, nenda kalale katika chumba cha wageni.
Dada akaona isiwe kesi, kwa kuwa mme wake ndio amefanya hivyo, ikabidi aje huku katika chumba cha wageni. Lakini alipokuwa hapa katika chumba cha wageni, anawaza sana. Kidogo anasikia miguno ya sauti ya watu wanafanya mapenzi katika kile chumba cha mume wake. Ndio ile siku ambayo alikuwa hapa anasikia kelele za watu wanafanya mapenzi, kumbe kilikuwa ni chumba ambacho ni cha kwake kabisa yeye na mume wake, lakini mume wake amemuingiza yule dada mwalimu Oliva na kawa anafanya mapenzi mule. Bwana, hii ni zaidi ya dharau. Mchizi anakuja kutoka hapa, dada amekaa chini, anamuuliza hebu niambie, mbona nilikuwa nasikia sauti za miguno? Hii inamaanisha nini? Mwamba akamwambia huyo maana yake ni kwamba amefurahia penzi langu, nimempiga mashine kiasi kwamba ule utamu unamfanya apige makelele. Wewe si haujishughulishi, hauwezi chochote kuhusu mapenzi. Akasema ina maana ulikuwa unanisaliti au? Akasema sio tu usaliti, mimi nitaendelea kubadilisha wanawake hadi pale wewe utakapokuwa sawa na kubadilika kabisa. Bwana, hii ni ngumu. Leo yuko hapa anaongea na shemeji yake. Asema kiukweli anachokifanya rafiki yangu hata mimi binafsi kinaniuzi sana. Yaani binti mzuri kama wewe, sasa kama anahitaji uishi vile ambavyo yeye anahitaji, kwa nini asikupeleke sehemu hizo? Lakini leo dada aliporudi ndani, anaongea kwenye kioo. Akasema wewe pumbavu, sikiliza nikwambie, hakuna maisha ya ndoa kama haya duniani. Yaani kila siku unavumilia upumbavu alafu ufanye kitu chochote. Sasa sikia, leo ni siku ya mwisho, lazima uondoke hapa. Aliweka kiapo cha kuondoka na kweli amerudi huku. Baba anamuuliza, mbona umerudi hapa binti yetu? Hutuelezi chochote, mambo yamekuaje huko? Mama anasema jamani, hebu muache kwanza pate muda. Dada amerudi nyumbani lakini hataki kuongea nini kimemrudisha hapa. Mama analalamika, binti yangu naomba basi uniambie nini kimetokea, lakini hakuna anachosema. Leo mchizi huku baada ya bibie kuondoka akamleta kabisa yule dada Oliva. Anaambia kwa sasa utakaa hapa kwa amani zote. Akasema sawa, kama unavyojua mimi napenda mapenzi kuliko kitu chochote. Kwa hivyo kwanza twende chumbani tukapigane miti. Na asante kwa kunipa uhuru wa kuja hapa ndani kwako. Mchizi amebadilisha mke na kumleta moja kwa moja. Leo baba anasema kiukweli inabidi uondoke. Haiwezekani umefika hapa sisi hatuna taarifa yoyote kutoka kwa mume wako. Je, akija hapa kutulalamikia tutaonekana hatuna akili na majirani wote wanatudharau. Akasema baba, mama nisikilizeni kwa makini sana. Mimi nimewaeleza yote yaliyotokea katika ndoa yangu. Sitaweza kwenda kamwe katika ile nyumba kwa sababu yote aliyonifanyia mama, kama hata ungefanyiwa wewe usingeweza kurudi katika ile ndoa. Akasema mwanangu, lakini ile ni ndoa na hatujapata talaka, sasa inakuwaje umetoroka? Lazima uende kule. Dada kagoma. Leo Oliva yuko hapa. Anakula zake huku anaangalia vitu hapa katika TV. Mchizi ametoka kazini, amechoka kweli kweli, moja kwa moja kaenda jikoni. Anashangaa hajapika, anamuuliza wewe, mbona unaangalia TV alafu haujapika? Hii inamaanisha nini? Hauoni ya kwamba mimi nina njaa? Akasema unasemaje? Ina maana mimi nihangaike kukupikia? Huoni jinsi nilivyo? Yaani kwa uzuri wangu huu nikupikie? Jamaa anasema unasemaje? Ina maana huoni kama mke wangu alikuwa ananipikia? Akasema usije kunifananisha mimi na mke wako hata siku moja. Huo upumbavu alikuwa anaufanya Jifti, siwezi nikaufanya mimi. Yaani kwa ulembo wangu huu niende jikoni, tafuta mfanyakazi akupikie. Jamaa kakanyaga moto. Ni hatari kweli kweli. Lakini upande huu yule rafiki yake Emiliana leo yuko na mpenzi wake hapa. Mwamba anamuaga, kuna safari kidogo anatoka. Kwa hivyo kama wapenzi wakawa wanaagana, wanapendana sana. Lakini tukirudi upande huu, leo mchizi anarudi nyumbani hapa. Nyumba ipo kimya kweli kweli. Ikabidi angalie, lakini kuna ujumbe hapa ameuona. Bwana ile kusoma, dada anamwambia sikia, mimi nimepata bwana mpya, saizi naelekea Dubai. Kwa hivyo nimetoka hapo, lakini kama nikirudi nitakujulisha. Mchizi haamini. Asema hivi vitu vyangu viko salama kweli huku juu? Ikabidi atoke na moja kwa moja kwenda kuangalia usalama wa vitu vyake. Leo dada yupo kijijini, ametembelewa na rafiki yake yule Emiliana. Huyu dada anampenda sana Jifti, ni kama ndugu. Asema rafiki yangu nimekumisi sana na ndio maana nimekuja huku. Je, pigo zako zile umeziacha? Akasema nitaziachaje? Niko hapa. Akamwambia sasa sikia, nimekuja na hii pesa kwa ajili yako. Akasema
pesa mbona kama nyingi sana, hebu iangalie bwana. Ile kuangalia ni pesa ndefu. Akasema nimekupatia hiyo kwa ajili ya kutimiza ndoto zako. Akasema jamani rafiki yangu, kwa nini unanifanyia haya? Kwa kweli kwa hii furaha ambayo umenipatia, kwanza ngoja nisimame nicheze. La, ni rafiki yake, lakini amemletea pesa ndefu nyingi sana kwa ajili ya kutimiza lengo lake. Lengo lake ni nini? Leo anakuja kwa wazazi wake hapa. Asa binti yangu leo mbona umefurahi, kuna nini? Akasema jamani, rafiki yangu amekuja kutoka mjini, amenipatia 500. Kwa hiyo nimekuja kama kuaga wazazi wangu, nahitaji kurudi mjini kwenda kujifunza masuala ya urembo. Mzee anasema we 500? Akasema ndio 500, na ameniambia atamtumia nyingine katika simu ili mradi niende nikalipie masomo yangu. Wazazi wamefurahi kweli kweli. Bwana, urafiki wa kweli upo bwana. Wapo marafiki ambao wanaweza kujitoa kwa ajili yako. Dada katoka mjini kaja na kumpa pesa ndefu rafiki yake na kumnyanyua hapa ili mradi aweze kurudi mjini atimize ndoto zake. Leo Chiza amemuita hapa katika gari. Anasema Gift. Akasema no, mimi usiniite Gift tena. Mimi naitwa Ochianya. Ochianya ndio jina ambalo wazazi wangu walinipatia. Gift alinipatia yule mwanamume wangu pumbavu eti ya kwamba hili jina langu la kiasili alifahamu. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kiukweli sihitaji tena masuala ya ndoa wala chochote. Nimekuja hapa kwa rafiki yangu mjini, nitasoma masuala yangu ambayo nayafuatilia hapa. Kwa hivyo kwa sasa kamwambie huyo rafiki yako ya kwamba swala la ndoa wala nini sihitaji tena. Dada ameweka msimamo mkali, lakini leo Mchiza anarudi kutoka safari. Bibi Emiliana anampokea hapa. Asema nilikumisi sana mke wangu. Asema hata mimi nilikumisi, twende chumbani tukapeani ya moto. Ya moto yanafahamika ni mke na mume wanapendana kweli kweli. Leo Mchiza amefika kwa rafiki yake hapa, akamwambia sikia, nimekutana na yule bibie, yaani anasema ndoa haihitaji tena. Sasa unasemaje? Kikweli hata mimi sasa hivi naanza kujuta, maana yule mwanamke ambaye nimemweka pale nyumbani ni hatari rafiki yangu. Ananitesa na mwisho wa siku sasa hivi ameshatoroka kaenda zake Dubai. Ikabidi Mchizi aje kijijini. Alipofika hapa akamuita mama, mama akamuita mume wake bwana. Mume anafika hapa akasema we umefuata nini? Kwa mateso uliyomfanyia mwanangu kudadeki, naomba utoke hapa. Mzee kabeba panga bwana. Jamaa lazima akimbie. Alichomfanya binti yao kiukweli ni kibaya sana, na binti amewaeleza kila kitu. Mzee anasema ole wako urudi hapa. Leo akaja katika ile nyumba ya rafiki yake. Akafika hapa rafiki yake ametoka, amekasirika kweli kweli. Akamtazama akamuuliza unasemaje? Akasema samani, nimeelekezwa ya kwamba Gift anapatikana hapa. Ikabidi wamkaribishe na kuingia ndani. Akasema kiukweli najutia. Akasema pamoja na kujutia rafiki yangu amekosea. Akasema ndio nimekosea, nahitaji nikaombe msamaha wote ili mradi kila kitu kiende sawa. Akasema pale kuomba msamaha ni ngumu, labda utafute wawakilishi. Akaja na wawakilishi leo. Kuna wazee wa heshima kidogo. Mzee huyu alipofika hapa akasema jamani, tumekuja hapa kumwombea msamaha rafiki yetu kutokana na makosa ambayo ameyafanya. Nyinyi kama wazazi na wewe binti, please tunaomba sana muweze kumsamehe huyu jamaa. Jamaa naye akaenda kupiga goti hapa. Akasema wazazi wangu, najua nimemkosea sana binti yenu, na wote sisi tunapiga magoti hapa na kuomba sana mpenzi wangu Gift, please sana naomba rudi nyumbani. Nimetambua makosa yangu na kuanzia sasa sitafanya tena upumbavu kama ule ambao nilikuwa nafanya. Please naomba sana mnisamehe. Sidhani kama msamaha utatoka hapa, lakini wacha tuone. Gift anasema sikia, mimi nimekusamehe kwa moyo wangu yote, lakini kwa yote ambayo umeyafanya sina msamaha na siwezi kurudi kwako tena. Dada akaingia ndani moja kwa moja. Baba naye anasema sikia, sisi tunafuata mawazo ya binti yetu. Kwa kuwa amesema amekusamehe lakini hawezi kurudi kwako, wewe muache aendelee na maisha yake, kila kitu kimeisha hapa. Sitaki kukusikia tena, binti yetu amesema hapana na sisi tunasema hapana. Aliyokuja nao anasema sikia bro, kiukweli kwa jinsi ambavyo ametueleza huyu binti, wewe ndio una makosa. Yaani unabeba binti hapa kijijini alafu unaenda kumfanyia mambo ya kipumbavu huko mjini. Hata sisi tunakuchoka, usije kutushirikisha tena. Bwana Mcheze amekosa mke na amekosa msamaha wa kuweza kuondoka na mke. Ni kutokana na makosa ya kipumbavu ambayo ameyafanya. Bwana movie yetu inaishia hapa. Lakini mwisho wa movie hii basi na imani kuna funzo kubwa sana utakuwa umelipata. Funzo la kwanza, hebu tuache kudharau wale ambao tunawaita wake zetu. Kama kuna mambo fulani haelewi,
kaa naye chini, mweleze bwana, mimi nahitaji katika tendo la ndoa ufanye hivi, nahitaji katika usafi uende hivi, nahitaji katika mazingira ya nyumba ufanye hivi, ili mradi aweze kupita katika ile misingi ambayo wewe unahitaji. Sio kwamba wanawake wote wanakuwa ni viburi. Wapo baadhi ya wanawake ambao unaweza kumwelekeza, mimi nahitaji ufanye kitu fulani, lakini anaacha kufanya kimakusudi kutokana na dhalo lake. Lakini wako mabinti wazuri tu ambao wamelelewa katika misingi ya maadili, ambao hao kama utawaelekeza kitu fulani, basi watafanya vile ambavyo wewe unahitaji, ili mradi tu kitu hiko kinakuwa hakipinzani na imani zao. Kwa hivyo tujifunze kuacha dharau. Lakini jambo la pili, urafiki wa kweli upo bwana. Japokuwa tunasema marafiki wengi ni wasaliti, marafiki wengi ni wazunguaji, lakini wapo marafiki ambao wanaweza kusimama na wewe katika hali zote zile, ngumu na hali za raha. Sasa rafiki yangu, kama katika ile list ya marafiki zako una rafiki mmoja ambaye anafanana na Emiliana, yani anaweza kukubeba katika nyakati za huzuni, katika nyakati za matatizo, wanamshikilie sana huyo mtu. Na ikiwezekana kama mtafanikiwa kukaa sehemu fulani, hakikisha ya kwamba huyo rafiki haumsahau, kwa sababu wako wachache sana marafiki ambao wanaweza wakakubeba wewe ukiwa katika matatizo. Marafiki wengi ni wale ambao wanakuja kwako pindi ambapo una pesa, una maisha mazuri kwa ajili ya kutumia, lakini siku pesa zikiisha hawezi kumuona hata mmoja, ndugu yangu. Lakini hebu tuambie wewe ambaye umetazama movie hii kuanzia mwanzo hadi hapa mwisho, umejifunza kitu gani? Weka comment yako hapo chini, kisha subscribe. Tukutane katika movie ijayo.